Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania chenye historia ndefu ndani ya siasa za upinzani nchini hapa, hivi karibuni kimekuwa kikipitia misukosuko. Kwa upande mmoja, mwenyekiti mpya aliyepatikana baada ya miaka 20 sasa yupo jela. Wanachama waandamizi na waliopata kuwa viongozi wanatangaza kukihama chama hicho na kutishia kwamba watahama na wanachama wengine wengi. Hawa wanaotoka leo kwa kusema kwamba maamuzi ya no election no reform sio sahihi kwa chama chao, sio maamuzi ya chama, walikuwa wanayasema haya miaka 2-3 iliyopita. Chadema inajikuta ikipigana vita mbili kwa mpigo, wao kwa wao na wao dhidi ya mamlaka. Kwa wanasema kwamba tusipoenda kushiriki tutakufa. Mbona sasa hivi hatujafa? Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Kujiuzulu au kuondoka chamani kwa wanachama si jambo jipya. Itakumbuka kwamba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, vyama vya upinzani hasa Chadema vilipoteza wanachama kadhaa waliokuwa wabunge na madiwani ambao walihamia Chama cha Mapinduzi, yani CCM, kwa hoja ya kuunga mkono juhudi za maendeleo za rais wa wakati huo hayati John Pombe Magufuli. Licha ya kundi kubwa kuondoka, Chadema bado ilibaki imara na kuendelea kuwa chama kikuu cha upinzani hata baada ya kukosa viti vingi vya ubunge kutokana na kile ambacho wengi walikiona kuwa ni figisu na mbinu chafu zilizotumika wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020. Wimbi hili jipya la wanachama kutangaza kujiengua limeibua maswali mengi. Maoni yao hayasikilizwi? Ubinafsi wa hawa wanachama, au chama kimepoteza uelekeo? Au ndio kusema kwamba uelekeo huu mpya unawashinda hawa wanaotangaza kujiengua? Staili ya Lissu ni staili ya wanaharakati. Wanaharakati ndio maisha yake yote, ni wanaharakati. Sasa chama cha siasa kinapotoka katika masuala ya siasa zile zinazofahamika za kisiasa, ikaenda kwenye siasa za wanaharakati, hapo lazima kutakuwa na mtikisiko katika wanachama wa chama kilichokuwepo, waliokuwa pamoja na uongozi mpya ulioingia. Na hivyo ndio unaona sasa kama vile ni kama majibu yani ya ni namna gani wanauchukulia uongozi wa kiongozi mpya Tundu Antipas Lissu. Historia ya vyama vya siasa vya upinzani nchini Tanzania inatoa funzo kubwa kuhusu athari za migawanyiko ya ndani. Vyama vingi vya upinzani vimekumbwa na matatizo ya kuvunjika na kupoteza nguvu kutokana na migawanyiko ya ndani ya kisiasa. Na hii inafanya kuangalia mgogoro wa Chadema kuwa na umuhimu mkubwa katika kuelewa hatma ya chama hiki. Vyama vingi kama hivi huwa havidondoki mara moja. Ni kama mbuyu mkubwa, mpaka ukafike chini pengine unaweza kafa na watu, unaona? Sasa wakati uongozi mpya ukiwa ndio kwanza unajiimarisha na kukijenga chama katika uelekeo mpya, mara unakumbana na mivutano ya ndani. Katika mazingira kama haya, Chadema inajijenga au inajimega? Mwenyekiti aliyemaliza muda wake Freeman Mbowe alikuwa na matumaini. Chadema ni kubwa kuliko Lissu, Chadema ni kubwa kuliko Mbowe. Hiki chama kimebeba matumaini ya maelfu na mamilioni ya Watanzania wanaotumaini kwamba kitaleta mabadiliko katika nchi hii. Ambaye anafikiri kwamba eti yeye akiondoka Chadema atasepa na kijiji wanavyosema vijana wa mjini, atachoka sana.